Kama wengi wananifahamu, naitwa Mabina Barnaba, na leo nitakuwa na somo kwa ufupi linalosema maisha baada ya kufa ni mbinguni au upotevuni. Maisha ya mwanadamu baada ya kufa ni mbinguni au upotevuni. Wengi wamezoea na kusikia kwamba mwanadamu akishakufa ndio mwisho wake umeishia pale. Leo nataka nikupe neno hili kwa ufupi, ufahamu kwamba kifo si mwisho wa maisha kwa mwanadamu, kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa neno la Mungu. Ukiangalia kile kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba mwili hurudi mavumbini, na roho inapotoka ndani ya mwili huenda kwa Baba mbinguni au paradiso. Alafu yule ambaye ametoka ndani ya mwili akiwa katika hali ya dhambi huenda upotevuni au sehemu moja inayoitwa kuzimu kwa ajili ya kusubiri siku ile ya kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe kwa ajili ya neno hili. Baba, asante kwa ajili ya kipindi hiki na mtazamaji atakayetazama clip hii fupi. Tusamehe na kutakasa kwa damu yako. Na neno hili tunapokwenda kujifunza, Baba, likamtoe mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Nataka niseme jambo hili. Kuna sehemu mbili ambazo zinaamua maisha ya mwanadamu baada ya kufa. Na sehemu hizo ni hizi hapa. Ni mbinguni au upotevuni. Na ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 na ule mstari wa 27, neno la Mungu linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Tarudia, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Maana yake ni nini? Maandalizi ya mtu ya kuwa ataenda wapi yanakuwa yanafanyika pale ambapo yuko ndani ya mwili. Kumbuka ujue kwamba wewe hapo ulipo sio wewe tunayekuona. Wewe ni yule ambaye unaitwa roho. Umevaa nyumba inayoitwa mwili. Sasa muda utakapofika, utatoka ndani ya hiyo nyumba ambayo inaitwa mwili. Na mahali ambapo utaenda itategemea na hali ya maandalizi uliokuwa unaifanya ukiwa ndani ya mwili bado unaishi duniani. Kama ulimkataa Yesu Kristo kuwa si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, moja kwa moja unaandaa maisha ambayo baada ya kutoka ndani ya mwili utaenda sehemu ya upotevuni. Na hapo ukishatoka tu na unaenda kule, unasubiri kuhukumiwa. Kwa hiyo basi, muda ambao unaruhusu wewe kuandaa maisha yako wapi uende ni sasa, na wakati huu bado unaishi. Biblia inasema kwamba saa ya wokovu ni sasa. Na tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa wokovu ni sasa, na saa ya wokovu ni muda huu, wakati huu bado uko hai. Na neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni njia ya kweli na uzima, wala hata kuwepo mtu yoyote au binadamu yoyote atakayeweza kuokoka au kuokolewa na kumuona Mungu na kuokoka na ile mauti ya milele akimkataa Yesu Kristo. Kile kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Kwa hiyo muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ubatizo kwa maji mengi. Tafuta mahali sasa ambapo wanamwabudu Mungu na kumtumikia. Na baada ya hapo, naamini utakuwa umejiunga na safari ya kwenda mbinguni. Kumbuka neno hili. Mtu haendi jehanamu kwa sababu amemkataa Yesu, bali kumkataa Yesu umemkataa mwenye kuisamehe dhambi. Mtu haendi jehanamu kwa sababu ana dhambi. Anaenda jehanamu kwa sababu amemkataa yule ambaye anaweza kuisamehe dhambi. Naye huyo wa kuisamehe dhambi ni Yesu Kristo. Wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako kwa wakati huu, muda bado unaruhusu. Na kama bado hujampa Yesu maisha yako, fatisha sala hii ya toba katika usiku wa leo. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninatubu dhambi zangu zote, kumaanisha kuziacha. Nisamehe kwa damu yako ya thamani.
nioshe kwa damu yako ya thamani. Futa jina langu kwenye kitabu kile cha mauti, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa umenisamehe dhambi zangu. Asante, kuanzia sasa nimekuwa mtakatifu kwa damu yako ya thamani. Barikiwa sana. Na nataka nikukumbushe tu kwamba ukimpokea Yesu Kristo umepata njia ya kweli ya kwenda kwa Baba, na hakutakuwa na njia nyingine yoyote ambayo itaweza kukusaidia ikiwa utamkataa Yesu Kristo kwamba si Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maamuzi ya kwamba we utaenda mbinguni au utaenda upotevuni itategemea maamuzi ya sasa, ukiwa bado unaishi ndani ya mwili, na mwili ndio nyumba ambayo tumekaa ndani yake. Amua sasa, bado hujatoka ndani ya mwili, maana baada ya kutoka tu utakutana na hukumu kulingana na hatima uliyoamua bado unaishi ndani ya mwili. Usikose kipindi kingine. Barikiwa sana. Amen.